wema wake na fadhili zake. Ametuwezesha kuwa katika ibada siku ya leo. Ametupatia uhai, ametupatia furaha, na ameweza kutupatia nafasi ya kuwa katika mwezi mpya, mwezi wa Mei. Bwana asifiwe. Mara kwa mara watu wakiona mwezi ukiingia, wengine ni kubadilisha tu, wanabadilisha tarehe, lakini kwetu sisi ambao tuko ndani ya Kristo tunajua kwamba hufanya upya kila wakati ambapo unaamka asubuhi kutoka siku ya jana, anafanya upya nguvu zake, neema zake kwa hiyo siku. Na kwa hivyo hata mwezi ukipita na uingie katika mwezi mwingine, usigojee ya kwamba utukufu utakuwa utukufu wa mwezi uliopita. Haleluya. Hiyo inamaanisha ya kwamba kama kuna jambo lilikushinda siku ya tulivuka lini? Alhamisi. Kama kuna jambo ambalo lilikushinda, ujue ya kwamba venye umevuka katika mwezi huu wa Mei, hilo jambo limeshindwa katika jina la Yesu. Umepata nguvu mpya, ukuwe na matumaini. Sijui kwa nini hata somo la leo litakuwa likiongea juu ya tumaini, litakuwa likiongea juu ya ushindi. Na niwaambie tu kwa kundasa kile ambacho nimekiona. Mwezi huu wa Mei utakuwa mwezi wa ajabu. Utakuwa wa ajabu. Nimekuwa nikiomba na naangalia, ninaona mambo makuu yanaendelea kutendeka katika maisha yetu. Kumekuwa na vizuizi vingi, kumekuwa na vita vingi vya kiroho. Na wakati ambapo unaona vita vya kiroho, usiogope. Sio shetani anashinda, ni shetani ameona kuna jambo kuu ambalo linakuja kwa maisha yako, kwa hivyo anajaribu kuleta kizuizi. Na wengi ambao hawajamakinika na pia hawajakuwa na kukomaa kiroho, hawaoni wakati ambapo Mungu anataka kufanya kitu. Wanaangalia mapigo ambao wanapitia. Na nataka kuhimiza usikuwe mtu kama huyo. Usikuwe mtu mchanga wa kiroho. Lazima ujengeke. Haleluya. Lazima kila mmoja wetu ajengeke na akuwe na komae. Akuwe kiona kile ambacho Mungu anafanya kila wakati. Biblia inasema ya kwamba Israeli walijua matendo ya Mungu, lakini Musa alijua njia za Mungu. Bwana asifiwe. Usiwe kama Waisraeli ambao wanaangalia tu, wanaona matendo, wanaona baraka zikianguka huku, wanaona lazima kuwe na kitu ambacho wanakiona ambacho hawajui kilitendeka vipi, hawajui Mungu anataka nini, wanaangalia tu vitu ambavyo wanavyopokea. Kuwa mtu ambaye katika moyo wake anaangalia kila ambacho Mungu anatenda, njia za Mungu. Bwana asifiwe. Leo tutasoma kutoka somo la silaha ya furaha. Silaha ya furaha. Furaha kama silaha. Haleluya. Mungu anatuonyesha kupigana. Tulisoma kuhusu wito, tukasoma kuhusu tumaini. Sasa Mungu pia anatuhimiza ya kwamba furaha inaweza kuwa silaha. Bwana asifiwe. Furaha inaweza kuwa silaha. Sijui ni vita gani ambayo unapitia siku ya leo, lakini nataka kukuambia silaha ya furaha inaweza kuwa na ukuu sana kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Fungue kitabu cha Nehemia mlango wa 8. Nina mengi ya kunena, kwa hivyo tutachukua muda mfupi. Nehemia mlango wa 8, tutaanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Nehemia. Biblia inasema, kisha watu wote kwa nia moja wakakusanyika mjini Yerusalemu kwenye uwanja ulio karibu na lango la maji. Wakamwambia Ezra mwandishi kukileta kitabu cha sheria ya Mose ambayo Mwenyezi Mungu aliwapa watu wa Israeli. Ezra ambaye alikuwa kuhani akaenda na kukileta kitabu cha sheria ya Mose mbele ya mkutano mzima, wanaume kwa wanawake, na yeyote aliyeweza kuielewa
wote, wanaume kwa wanawake, na yeyote aliyeweza kuelewa. Ezra aliwasomea sheria ya Mose akiwa mbele ya lango la maji tangu asubuhi hadi adhuhuri, masaa 6 kutoka asubuhi mpaka adhuhuri. Mtu amesimama anasoma tu. Unajua watu wanachoka kusomewa neno. Kama sasa venye nasoma, mtu anachoka, akili inaenda mbali, anangojea asikie tu nikiropoka. Sasa nikianza kuhubiri ndio atarudisha akili, lakini tukisoma akili haipo. Lakini Ezra kutoka asubuhi mpaka adhuhuri, masaa 6 amesimama mahali pamoja anasoma, na hao wanasikiza. Na tizama vile wanavyosikiza, kwa sababu inasema watu wote wakatega masikio yao kusikiliza kwa makini kitabu cha sheria. Wakati ambapo umejifungua kusikia kwa makini kitabu cha sheria, hivi ndivyo kunaendelea. Mstari wa 4, Ezra mwandishi alikuwa amesimama kwenye mimbari ya mbao, so platform iliyotengenezwa kwa kusudi hilo, na kwenye mkono wake wa kulia walikuwa wamesimama watu umeona Hikia na Masaya, na kwenye mkono wake wa kushoto walikuwa wamesimama Pedaya, Misheli, Milikia, Hashumu, Hashbadana, Zekaria na Meshulamu. Ezra akasimama kwenye mimbari mbele ya watu wote, nao wakawa wanamkazia macho yao. Kwa hivyo katika neno likisomwa wakati kama huu, unakaza macho na unatega sikio, nao wakawa wanamkazia macho yao kwa utulivu mkubwa. Mara tu Ezra alipokifungua kitabu cha sheria, watu wote wakasimama wima. Kwa hivyo sio tu ya kwamba alisoma masaa 6, ya kwamba hawakukaa chini, walikuwa wamesimama wakisikiza. Wamesimama tisiti kama polisi. Wamefanya nini? Wamekaza macho, wametega masikio. Ezra akamshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu mkuu, na watu wote wakaitika amina, amina, huku wakiwa wameinua mikono yao juu. Sasa wameinua mikono juu, wamekaza macho mbele, wametega masikio na wamesimama wima, wakiwa wameinua mikono yao juu. Kisha wakamsujudia Mungu, nyuso zao zikigusa ardhi. Mstari wa 8. Haleluya. Walawi wafuatao wasaidia kuwaelewesha watu sheria: Yeshua Bani, Sherebia, Yamini, Akubu, Shabethai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabadi, Hamani na Pelea. Walifanya hivyo kila mmoja akiwa amesimama mahali pake. Mstari wa 8, wakasoma vizuri kutoka kitabu cha sheria ya Mungu na kuifafanua kwa watu wote waliweza kuielewa. Kwa hivyo sasa, baada wamesujudu kifudi, ni kama wameweka nyuso zao kwa ardhi, wakaanza kufunuliwa na Walawi. Hawa ni watu ambao walikuwa wamesoma vitabu, walikuwa wamesoma kitabu cha Torati, walikuwa wamesoma sheria, wamekaa. Sasa wanaanza kuwafafanulia. Wanawaambia nini? Wanawaambia pale ambapo wamekosea, sababu gani wako katika hali ile. Kumbuka kitabu cha Nehemia kimetengenezwa wakati ambapo kuta za Israeli za Yerusalemu zilikuwa zimevunjika. Walikuwa wamechukuliwa mateka, wamepelekwa, lakini mfalme Cyrus akawapatia nafasi ya kurudi. Wote ambao walikuwa wanataka kurudi wakarudi, na Nehemia naye alikuwa ndiye alianzisha hii kazi. Kwa siku 52 tu wakaweza kujenga kuta tena. Sasa wamekamilisha, na Ezra ndio anasimama. Ezra, kumbuka, ndiye alitengeneza hekalu tena, lakini tizama, yeye ni kuhani
na ako na Walawi waliokuwa wanasoma sheria, wakajua mahali ambapo walikuwa wamekosea. Kumbuka wana wa Israeli walikuwa kila wakati wanapigwa kwa sababu wametokana ama wamefarakana na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo wanarejeshwa, sasa wanafafanuliwa, kuonyeshwa hapa ndipo tulikosea, hapa ndipo, hivi ndivyo mapenzi ya Mungu yalivyo kwa maisha yetu. Tuendelee. Watu waliposikia sheria waliguswa mioyoni mwao, ndipo wote walipoanza kulia. Wameanza kulia. Wakati ambapo umefunuliwa ukaambiwa wewe ni mshindi, wakati ambapo umefunuliwa ukaambiwa ya kwamba wewe hufai kuwa unateseka vile ambavyo unateseka, na sheria ya Mungu inakuonyesha ya kwamba umebarikiwa, utalia. Walilia. Hivyo Nehemia aliyekuwa mtawala na Ezra kuhani wa mwandishi pamoja na Walawi waliowafundisha watu, waliwaambia watu wote, siku hii ni siku takatifu kwa Mwenyezi Mungu. Ilikuwa sikukuu. Niwaambie, ilikuwa inaitwa sikukuu ya tarumbeta. Hii ni siku takatifu kwa Mungu, imewekwa kando, sio siku ya kulia, ni siku ya furaha. Akasema Mungu wenu, hivyo msiomboleze wala kulia. Mstari wa 10. Sasa rudini nyumbani mkafanye sherehe, mule vinono na kunywa divai nzuri, lakini kumbukeni kuwapelekea wale ambao hawana cha kutosha, kwani leo ni siku takatifu kwa Bwana wetu. Msihuzunike, kwa sababu furaha anayowajalia Mwenyezi Mungu itawapeni nguvu. Haleluya! Furaha ya Mungu ndio nguvu zetu. Naongea kuhusu furaha kama silaha. Bwana asifiwe. Kuna mengi ambayo tumeyaona katika neno la Mungu ambayo sisi kama wana wa Mungu tunafaa tuwe tumeingia. Kando na kuwa ya kwamba Mungu amekuponya, unafaa kuwaponya wengine. Yaani amekupa nguvu ndani ya wokovu wako kuenda kuwekelea wale ambao ni wagonjwa mikono waweze kupona. Kando ya kuwa wewe ni tajiri ndani ya Kristo, Biblia inasema alipigwa kwa sababu yetu, na pia alifanywa kuwa maskini ili tuwe tajiri. Kando na kuwa tajiri, Biblia inasema ya kwamba sisi tunafaa kuwahubiria maskini na kufanya wengine wawe tajiri. Paulo alisema sisi tunawafanya wengi wawe tajiri. Yaani nataka kusema kila mmoja wetu hafai tu kuwa tajiri, anafaa kufanya wengine kuwa tajiri. Kando na kuwa umeokolewa na kuondolewa katika minyororo ya shetani, ufungwa wa shetani, uraibu fulani ambao ulikuwa kwa maisha yako, pengine ni pombe, pengine ni mapenzi ya kiholela, pengine ni udanganyifu, pengine ni wizi. Kama Mungu amekuokoa kutoka uraibu ule, kutoka minyororo ile, anakuambia ya kwamba wewe haujaokolewa tu kuwe hivyo, pia anakupa nguvu ya kwenda kuokoa na kuwakomboa wengine. Haleluya! Wakati ambapo tunasoma neno na hatujafika mahali ambapo sisi tumekuwa vifaa vya kubadilisha wengine, bali kila siku twalia tubadilishwe sisi, kuna shida. Hatujakomaa kama kanisa. Tumebaki kama wana wa Israeli ambao walikuwa katika mateka, ambao wako wameelewa sheria. Na Ezra
akashika sheria, akajua sasa ni wakati tumejenga, umefanya vizuri, mmejenga. Mmoja alikuwa anajenga akiwa ameshika silaha, kwa sababu walikuwa wameua hawataweza kumaliza, wakakuwa tisiti, wakamaliza kujenga ukuta, lakini maadui wameshindwa. Sasa anawaambia tulizeni, tumejenga hii ambalo tunaliona kwa macho ya kimwili, sasa tujenge ua la kiroho. Na katika ua la kiroho inakuonyesha mahali ambapo umepungua. Wakati ambapo unaona upungufu wako, je, wavunjika? Je, moyo wako unaguswa kuona ya kwamba kuna utofauti ambao unafanywa kwa maisha yako ambao uone? Ni wangapi ukasirika? Wanakasirika na kuhuzunika wakati ambapo wanasikia ukuu wa Mungu ambao unafaa kuwa unatembea ndani yake, lakini siku hizi utembei. Mwombezi ambaye alikuwa anaona kwa kiroho, lakini siku hizi macho yake ni kama ameng'olewa, kama ya Samsoni. Samsoni alilia akasema, wacha nife leo pamoja na Wafilisti. Maanake alikuwa ameshikwa, macho alikuwa yameng'olewa, sasa haona, nguvu imerudi kwa sababu nywele imemea tena. Mungu ni Mungu wa kurejesha, Mungu ni wa kuonyesha tena. Lakini ukiwa hauna hekima utakufa kama Samson. Useme basi wacha tu nifi, hakuna kizuri kiko ndani yako. Lakini Mungu ni Mungu wa urejesho. Nehemia, Ezra na Walawi wanawaambia msilie tena, msilie, wacheni huzuni. Furaha ya Mungu ndio nguvu zenu. Furaha ya Mungu ndio nguvu zenu. Wacheni kulia. Waliposikia sheria waliguswa mioyoni mwao, ndipo wote walipoanza kulia. Hivyo Nehemia aliyekuwa mtawala na Ezra kuhani mwandishi pamoja na Walawi waliowafundisha watu waliwaambia watu wote, siku hii ni siku takatifu kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo msiomboleze wala kulia. Sasa rudini nyumbani mkafanya sherehe. Oh, haleluya! Furaha inafaa uende ufanye sherehe ukijua Mungu amekusikia. Mungu ni Mungu wa kubadilisha hali zako. Ingia katika wakati ambapo roho yako imetambuliwa, wakati ambapo roho yako imeweza kushikwa na huzuni, wakati imebondeka kwa sababu ya kujua upungufu ambao uko ndani yako, anakuambia kimbia katika sherehe. Katika sherehe, fanya sherehe nyumbani. Hebu nizungumzie kwanza huzuni ambayo inaleta mabadiliko. Katika Wakorintho wa pili mlango wa 10 anatuonyesha huzuni ambayo inaleta mabadiliko ni tofauti na huzuni ambayo inaleta kifo. Tutatumia mfano wa Paulo katika Wagalatia 2:6. Paulo alipookoka alikuwa na kiburi. Alikuwa na kiburi sana. Hebu usikiza kile alichokisema. Lakini watu hawa wanaosemekana kuwa ni viongozi, kama kweli walikuwa hivyo au sivyo, kwangu si kitu. Yaani aliangalia viongozi akasema hawa viongozi kwake sio kitu. Anaandika barua na barua ikafanya kuwa neno la Mungu. Kwa hivyo tunaitumia siku ya leo, sivyo? Akiandika akasema, lakini watu hawa wanaosemekana kuwa ni viongozi, kama kweli walikuwa hivyo au sivyo, yani I don't care, kwangu si kitu. Kama ni viongozi ama sio viongozi, kwangu sio kitu. Maana Mungu hahukumu kwa kuangalia mambo ya nje. Watu hawa hawakuwa na mawazo ya kuniongezea, yaani haoni kitu chochote ambacho hawa viongozi wangeongezea.
kwa injili yake. Maana yake ameshika injili ya Mungu. Sasa huu ulikuwa mwaka wa 49. Unajua leo tuko mwaka wa 2026. Mwaka wa 49 baada ya kifo cha Yesu, ndipo Paulo alipoandika hivi. Lakini tizama, miaka 6 baadaye, mwaka wa 40, nataka uandike mwaka wa 55, Paulo anabadilika kidogo. Katika mwaka wa 49 tumesema Wagalatia 2:6. Hapo ndipo alikuwa anaandika Wagalatia. Lakini baada ya miaka 6 katika mwaka wa 55 aliandika Wakorintho wa kwanza. Mlango wa 15 mstari wa 9 alisema, Bwana asifiwe. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 9 akasema, maana mimi ni mdogo kabisa miongoni mwa mitume, na wala sitastahili kuitwa mtume, kwa sababu nilidhulumu kanisa la Mungu. Sasa ameanza kuona upungufu wake. Mwanzo alisema, ukisoma kwa Galatia alikuwa anawaambia, mimi nilipokea ufunuo, nikaona mwanga mkubwa, nikasikia sauti ikaniita, na mimi nikakuwa mtume, na nikaenda wapi? Arabia. Alienda Arabia, na hakutaka kujua kitu, hakutaka kwenda kuuliza viongozi wa kanisa. Alikuja tu siku 15 wakaongea na Paulo na viongozi waliokuwa, si Paulo, Petero na James na wale viongozi walikuwa pale Antioch. Alafu alipoongea na wao Yerusalemu kidogo, akaona walikuwa na magari kama huyu hakutembea na Yesu. Huyu alikuwa, kwa hiyo yeye alikuwa amejijaza, nilipata ufunuo, amejiona. Mwaka wa 49. Lakini miaka 6 baadaye amepigwa, amehubiri, amekataliwa pale, amekataliwa pengine, amehubiri Athens, amehubiri Corinth. Sasa akiwa mahali kwingine ndio anawaandikia watu wa Corinth, akawaambia, sasa hebu sikiza vile anajiongea. Sasa mimi ni mdogo kabisa miongoni mwa mitume. Pale alisema mimi sijali ni viongozi ama si viongozi. Sasa anasema mimi ni mdogo miongoni mwa mitume. Ni nini kinafanyika kwa Paulo? Je, ni kuharibika anaharibika, ama anavyojua Yesu ndivyo anaona upungufu wake? Hapa najua wengine wetu tumejaa kiburi. Mungu akinena kitu tunaona anaongelesha wengine. Hata unauliza, na mbona dada fulani hakuingia kwa kanisa ahubiriwe? Hii inakaa ni yake. Lakini sasa ukikaa ndani ya Yesu kidogo unaanza kugundua ya kwamba hilo neno likiongelelewa ni wewe linalokata, kwa sababu neno la Mungu ni upanga. Kama alikugusi, unasikiza kile nasema. Ezra anahubiri masaa 6, wamesimama, wanasikiza neno, linawapenya mioyo, wanaanza kulia, wanainua mikono. Nauliza, nikiwaambia kusimama mpaka nimalize kuhubiri, ni wangapi watakuwa wakisikiza ama watakuwa kusema huwa anatokesha? Wanapondeka mioyo. Paulo alikuwa anajisikia yeye ndiye mtume, wengine sio watume. Sasa anasema mimi ni mdogo, miaka 6 baada ya kukaa ndani ya Yesu. Baada ya miaka 5, katika mwaka wa 60, amekaa miaka 25 kama Mkristo, akawaandikia Waefeso. Katika kitabu cha Waefeso mlango wa 3 mstari wa 8 anasema hivi. Waefeso 3 mstari wa 8. Paulo anasema hivi, mimi, tizama tusome pamoja, mimi ni mdogo kuliko watu wote wa
amenijalia neema yake ili niwahubirie watu wa mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Amekaa miaka 5, sasa ni mwaka wa 60. Anasema hala, sasa sio mdogo wa mitume. Ametoka kwa mitume, ameingia mahali na kaanza kujiona yeye ni mdogo kuliko watu wote wa Mungu. Unapozidi kumuona Mungu ndivyo unaanza kuona upungufu wako. Na anajua ndio amewaandikia makanisa, ameandikia makanisa mengi. Ameandikia kanisa la Wagalatia, ameandikia kanisa la Wakorintho, anaendelea kuandikia makanisa mengi. Amehubiri Athens. Ametembea. Lakini sasa ameanza kugundua kwamba mimi ni mdogo kuliko watu wote wa Mungu. Ufunuo. Tuendelee. Katika mwaka wa 65, miaka 2 tu kabla ya kufa kwake, akuwa na miaka 30 ndani ya Kristo, anaandikia wa Timotheo, Timotheo anataka pass over, ndio. Sasa Timotheo endelee na kuangalia makanisa. Katika Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 15, ameshuka tena, anasema usemi huu ni wa kuaminika. Usemi huu ni wa kuaminika, na tena unafaa kukubaliwa kabisa. Tusome pamoja tafadhali. Usemi huu ni wa kuaminika. Nataka muone usemi ambao ni wa kuaminika na usemi ambao unafaa kukubalika kabisa. Kristo Yesu alikuja ulimwengu kuokoa wenye, nami ni mkosefu zaidi kuliko hao wote. Paulo alitoka kuwa hasikizi mitume yote, akatoka kwa kutosikiza mitume, akaingia kuwa mdogo wa mitume. Akatoka kuwa mdogo wa mitume, akaingia kuwa mdogo wa watu wote. Na sasa miaka 2 kabla afe, anasema mimi ndiye mwenye dhambi kubwa, mkosefu zaidi kuliko hao wote wenye dhambi. Haleluya. Ni nini kinatendeka kwa Paulo? Paulo aliokoka, akaona maono, akaona Mungu, akaitwa. Anania akamwongelesha, akamfungua macho, akamwambia sasa umetumwa. Wakaekelewa mikono wakuwa na Barnabas, wakaambiwa sasa endeni mkahubiri. Akasema sasa mimi ni mhubiri. Hataki kusikiza mwingine, yeye ni mhubiri. Akona moto wa kiroho, anatembea kila mahali akihubiri. Alafu anasema mimi sasa ni mdogo wa mitume. Sasa mimi ni mdogo wa Kristo wote, watu wote wa Mungu. Sasa mimi ndiye mkubwa wa wenye dhambi wote. Nini kinaendelea? Kwa nini jinsi ambavyo anakomaa ndivyo anaona upungufu wake? Ni kwa sababu wakati ambao unakaa na Mungu, anaanza kufunulia kile ambacho unafaa kuwa. Anaanza kuonyesha kila kama hujaona, hujapondeka. Ndio maana kiburi bado kiko ndani yako. Ndio maana bado kuna majivuno ndani yako. Watu wanajitia furaha kwa vitu vidogo vidogo ambavyo hawafai kuwa navyo. Hiyo furaha haiwezi kuwa silaha kwako. Furaha, unafurahi kwa sababu uliamua uhubiri. Unafurahi kwa sababu uliamua uongoze maombi. Hadi kwa sababu uliamua uongoze kikundi. Ama kwa sababu umeleta unabii na ukatimia. Sasa umekuwa nabii mkuu. Tuonyeshe ya kwamba hiyo ni furaha ndani ya vitu ambavyo havifai. Furaha ya Mungu ambao ni nguvu zetu, sio kwa vitu ambavyo tunajivunia ambavyo tumevifanya, lakini vile ambavyo tunaanza kumjua. Wakati ambapo tunaanza kumjua, ndivyo tunaanza kuwa na furaha ndani yake, sio kwa nguvu zetu. Ambia jirani, sio kwa nguvu zako. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 30 na 31.
Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza 30 hadi 31 nasema, Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu amemfanya Kristo awe hekima yetu. Kwa njia yake sisi tumepatanishwa na Mungu. Kwa hivyo hii yote ni kwa Yesu tu. Tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa. Mstari wa 31, basi kama asemavyo maandiko matakatifu, yasemavyo maandiko matakatifu, mwenye kutaka kujivuna ajivunie kazi ya Bwana. Kama unajivunia, jivunie kazi ya Bwana. Jivunia kwamba Mungu amekuona bona. Jivunia kwamba Mungu amekuweka sawa sawa. Jivunia kwamba nimekurekebisha. Ndugu yako, dada yako akikuja kwambie, nilikuwa naongea na dada yangu mmoja muda sio mrefu kidogo. Amenisikiza kuna hadithi ambazo nilikuwa nampatia za maisha yangu, vile ambavyo Mungu alikuwa amenifanyia. Alafu akanyamazia. Baada ya siku kama 3 hivi ama wiki, akanipigia simu. Akaniambia, na ndugu yangu, nimeona uko na kiburi. Acha nikwambie, kitu kama hiyo. Ndio ulikuwa unatangaza vile Mungu alikuwa anakufanyia. Inakukata. Unaona ni kama huyu mtu ako na wivu. Ni kama sifuri ni mbaya. Nini bana na Wakristo? Hatujaonana miaka mingi. Sasa nakuhadithia vile Mungu amenifanyia kwa maisha yangu. Halafu umeninyamazia karibu wiki moja, unanipigia simu unaniambia siku hizi vile ambavyo unaongea uko na kiburi. Hivyo sasa nilikuwa nakujua. Uko na hivi nikata. Ili nikata. Ati uko na kiburi. Nikasema bondeka. Lakini kwanza ilikuwa hasira. Maana yake nilianza kujitetea. Lakini kwa sababu dada yangu amekomaa kiroho, alinisikiza vizuri. Alinisikiza kwa makini. Halafu akaniambia, pigo ambalo nimepiga sana. Akaniambia, mtu yote ambaye anakuwa na kiburi, anasema hana kiburi, ana kiburi. Mtu mnyenyekevu akiambiwa ana kiburi, anabondeka na kusema, jamani, wapi kiburi changu? Anataka kubadilika. Lakini yule ambaye anasema hana kiburi, anapingana na vile ambavyo ameambiwa, hiyo ndio maana ya kiburi. Manake ningenyamaza aniambie kiburi alikiona wapi. Kama mtu mnyenyekevu. Paulo anasema kama unajivunia, usijivunie kile ambacho umekifanya, jivunie matendo ya Bwana. Furaha yako isikuwe kwa matendo yako. Furaha yako isikuwe kwa utajiri wako. Isikuwe kwa wale ambao unawasaidia. Hebu shuka kidogo. Dada, shuka. Wacha watu waone Mungu. Mwaka huu wa kuinua Mungu ili Mungu aonekane, sio wewe uonekane. Omba upungue, Mungu aweze kuonekana. Furaha yetu ambayo ni nguvu yetu, furaha ambayo ni silaha dhidi ya mipango na hila za shetani, sio ya kujivunia magari ambayo tunaendesha, sio ya kujivunia manyumba ambayo tuko nayo, sio ya kujivunia mishahara, sio ya kujivunia werevu wetu na kushindana na kupata madigrii, vyuo vikuu. Sio kujishindia, sio biashara na weledi wako katika biashara, ni ajivunie kazi ya Bwana. Haleluya. Wakorintho wa pili mlango wa 12 mstari wa 9 na 10. Ngoja tuanze mstari wa 7. Wakorintho wa pili 12 mstari wa 7 nasema, lakini kusudi mambo haya makuu tuanze mstari wa 5. Nataka nionyeshe kiburi chake kilikuwa wapi.
basi nitajivunia juu ya mtu wa namna hiyo, na si juu tuanze mstari wa 3 nataka kama tutasoma yote na shida. Haya, tuanze mstari wa 1 basi. Asante. Nitajivuna basi ingawa haifai. Paulo anasema nitajivuna ingawa haifai kujivuna, lakini nitajivuna. Lakini sasa nitasema juu ya maono na ufunuo alivyonijalia Bwana. Namjua mtu mmoja, kama anajiongelesha yeye lakini unaona mtu ambaye ni mnyenyekevu, hasemi ninajua siku moja nilienda ama nilifanya. Anasema najua tu mtu mmoja. Ili msinitaje, unajua tu kuna mtu mmoja. Najua mtu mmoja Mkristo ambaye miaka 14 iliyopita alinyakuliwa mpaka katika mbingu ya 3. Alinuliwa na Mungu katika mbingu ya 3. Sijui kama alikuwa huko kwa mwili ama alikuwa huko kwa roho. Mungu anajua. Yaani, wacha nikuulize, kama ni wewe ambaye unajivunia kitu ambacho cha aina hiyo, yaani umepata kuinuliwa na Mungu ukaenda mbingu ya 3. Hebu nikuulize, utawatangazia watu baada ya miaka 14 ama utawatangazia watu hiyo asubuhi ya mkia? Paulo anasema ninamjua mtu ambaye miaka 14 alikuwa na ujumbe huu miaka 14. Hakuambia mtu yote aliinuliwa, hakuambia mtu yote alipata maono, aliweza kwenda mbingu ya 3. Hakuonyesha hayo. Anasema nataka kujivunia lakini haifai. Tena mstari wa 3 anasema, narudia, najua kwamba mtu huyo alinyakuliwa mpaka peponi, lakini sijui kama alikuwa huko kwa mwili au kwa roho. Mungu ajua. Endelea. Huko akasikia mambo ya siri ambayo binadamu hastahili kuyatamka. Amepata ufunuo wa maajabu, mambo ambayo hakuna binadamu. Ameandika vitabu vingi sana katika Biblia, katika Agano Jipya ameandika vitu vingi, lakini hivyo ni vile ambavyo tunafaa kusikia. Kuna vingine ambavyo alisikia ambavyo hatufai kusikia. Hakuna binadamu anafaa kusikia. Hebu nikuulize, mahali hapo ambapo Mungu anaweza kupeleka ndugu Alexander, ufike mahali ambapo Mungu anakuongelesha vitu vya siri, kama vile pesa zinatengenezwa, kama vile vitu za siri tu, vitu tu vya siri, vile ugonjwa inapotea, vile kansa inatengenezwa na vile unaitoa kwa mwili. Akuonyeshe tu vitu vya siri ambavyo havifai kutamkwa, kwa sababu vikitamkwa vitabadilisha dunia yote. Inaweza badilika kwa watu waanze kupigana. Unajua tu umeshikilia benki kuu ya Kenya ya kwamba ukikuja uanze kufanya vitu bila kununua, ati unatabiri nyumba jenga kinyumba kinajengwa. Wale ambao wamesomea uteknolojia wa kujenga, wajenzi na mainjinia au wahandisi, hao wote kazi yao kwa si wataanza kusema miracle houses, affordable miracle houses. Wanaweza kusema utabadilisha mpaka sasa. Rais atakuwa na jambo la kusema, kutakuwa na vurugu, watu wanatafuta. Hilo ndio vitu Paulo alionyesha, vitu vya ajabu ajabu akivifanya vinaweza leta vurugu kila mahali. Tuendelee. Tazama, hakujivunia hivyo. Basi nitajivunia juu ya mtu wa namna hiyo, na si juu yangu mimi binafsi. Yaani kama anajiondoa kwa huyo mtu, ni yeye, lakini anajiondoa kutoka kwake. Anasema huyu ndio mtu mwenye, lakini mimi venye nipo sijivuni. Kwa sababu gani? Sikia. Na si juu yangu mimi binafsi, isipokuwa tu juu ya udhaifu wangu. Anajivunia udhaifu wake. Sasa badala ya kujishikanisha na makuu aliyoyaona, anajishikanisha na udhaifu wake. Basi nitajivunia juu ya, tuendelee. Kama
ningetaka kujivuna, singekuwa mpumbavu hata kidogo, maana ningekuwa nasema ukweli tupu. Angetaka kujivuna ajiunganishe na huyo mtu, hangekuwa mpumbavu. Hakuna mwerevu kujiunganisha na hiyo vitu, lakini anasema kidogo, maana ningekuwa nasema ukweli, kwa sababu angekuwa kusema ukweli, lakini sitajivuna. Sipendi mtu anifikirie zaidi ya vile anavyoona na kusikia kutoka kwangu. Lakini kusudi mambo haya makuu niliyofunuliwa yasinifanye nilewe majivuno, I get drunk with pride. Nilipewa maumivu mwilini kama mwiba, mjumbe wa shetani mwenye kunipiga nisijivune kupita kiasi. Nilimsihi Bwana mara 3 kuhusu jambo hili ili linitoke, lakini akaniambia, neema yangu inatosha kwa ajili yako, maana uwezo wangu hukamilishwa zaidi katika udhaifu. Basi ni radhi kabisa kujivunia udhaifu wangu, ili uwezo wake Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo nakubali kwa radhi udhaifu. Anakubali udhaifu akiwa ameridhika kwa radhi, ameridhika kwa udhaifu. Nini ingine? Kwa dharau. Nini ingine? Kwa taabu. Nini ingine? Kwa udhalimu na mateso, kwa ajili ya Kristo. Maana ninapokuwa dhaifu ndipo ninapokuwa na nguvu. Wengine wetu tunafunga kwa sababu hakuna chakula. Wengine wetu tunafunga kwa sababu tumezoea ugali sana, sasa imekubo na hakuna mchele, so mistaki kukula leo. Acha niombe. Hapana mimi. Kama ungekuwa na uwezo wa kununua makuku, manguruwe, mambuzi, makondoo, manyama za kila aina, na kutengeneza masherehe kila siku, je, ungefunga? Tunafunga kwa sababu tunakimbizwa na mateso, tunakimbizwa na mashida. Je, kama kuna pesa nyingi kuliko zile ambazo umewahi shika kwa mikono yako maishani mwako, je, utamtukuza Mungu? Je, utakuja kanisani? Je, utaomba? Je, utaamka mapema? Je, utaambiwa na mchungaji au utakuwa haambiliki asemezeki? Je, masikio yako bado utayatega? Ukiambiwa una kiburi, utajitetea ama utasema nanyenyekea, kiburi kiko wapi? Nionyeshe na tubu. Haleluya. Wengine wetu furaha yetu imekosa kuwa nguvu yetu kwa sababu tunafurahia vitu ambavyo havifai. Paulo anasema anajivunia mateso. Anajivunia kwamba Mungu amemchagua ateseke. Anajivunia kwamba Mungu amemchagua adharauliwe. Ya kwamba akona taabu. Tabu zinakuwa nyingi. Cheka, furahi, jivunie. Ambaye anakuja kuokoa ni Yesu. Mstari wa 9 tuliambiwa neema imetutosha. Maana uwezo wake hukamilishwa zaidi katika udhaifu. Katika Yakobo mlango wa 1 mstari wa 2 anasema, ndugu zangu, muwe na furaha unapopatwa na majaribu mbalimbali. Kuwa na furaha.
itawapatieni uvumilivu. Haleluya. Na ubiri vyema. Najua huu ujumbe una amina nyingi, lakini amina itatoka ndani ya moyo wako wakati ambapo umeponyezwa ndani ya moyo kuona ya kwamba furaha yangu sio kwa vitu ambavyo nimekuwa nikijifurahia. Lazima nifurahie vitu ambavyo nimeonyeshwa ndani ya Mungu. Warumi 8:28. Warumi 8:28 nasema, tunajua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao, yaani wale waliowaita kadri ya kusudi lake. Aliowaita kadri ya kusudi lake. Kama Mungu amekuita kadri ya kusudi lake, mambo yanafanyika kwa wema, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Ni silaha juu ya nini? Furaha ni silaha juu ya nini? Ya kwanza tumeona furaha ni silaha dhidi ya kiburi. Katika Wakorintho wa pili mlango wa 12 mstari wa 9 hadi 10. Silaha dhidi ya kiburi. Furaha ya kweli, tunaona furaha ya kweli ndani ya Kristo, furaha ndani ya kazi ya Kristo inakuwa furaha inakuwa silaha dhidi ya kiburi. Ya pili ni nguvu ya Mungu, yaani ushindi kwa udhaifu wetu. Haleluya. Nasema ya pili ni nguvu ya Mungu na ni ushindi kwa udhaifu wetu. Tunaona hiyo katika Nehemia 8 mstari wa 10. Tulisema furaha ya Mungu ndiyo nguvu yetu. Pia unaita ngome, unaweza ita ngome mahali pa kujificha. Mstari ya 4 ni kuwa furaha ni silaha ya kuchanganya adui, confusing the devil, confusing the enemy. Furaha ni silaha ya kuchanganya adui. Tumeona katika Yakobo 1:2 ya kwamba ukipitia mambo magumu furahi. Hata kama anajaribu kutushia mambo, anauliza na mbona sister Emi anacheka? Acha majikiwa. Ndugu zangu, mko na furaha mnapopatwa na majaribu mbalimbali. Mko na furaha. Changanya ile mwovu. Anashtuka. Anauliza ndamtega aje? Yaani jinsi anavyokutesa ndivyo unavyokuwa, ndivyo unavyofurahi. Shetani saa zingine waje muambieni. Shetani kuna watu wanaomba kichwa kinaomba, they give a headache. Watu ambao wakati ambapo wana furaha hawamtusi Mungu. Unajua katika kitabu cha Ayubu mlango wa 1 Biblia inatuonyesha ya kwamba wale wanawake, wale watoto wake, wakati ambapo walianza kufanya sherehe kila siku, yaani siku ya kesho walikuwa 7 kila siku, hizo siku 7 vijana 7 siku 7 kila siku kulikuwa na sherehe kwa nyumba moja. Kwa leo tunaenda Jumatatu kwa fulani, Jumapili hivyo. Mara kwa mara wanawe Yobu walifanya karamu nyumbani kwa kila mmoja wao kwa zamu.
waliwaalika dada zao kula na kunywa pamoja. Wanakula, wanasherehekea. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba Yobu alipokaa chini alianza kufikiria, akasema lazima nami kila asubuhi niamke nitoe dhabihu, ya kwamba wasikue wametenda dhambi na kumtukana Mungu mioyoni mwao. Hawa ndio watu wanatanganya shetani. Anawapatia, anaruhusu pesa zije kwako, zinakuja. Badala yako kumtukana Mungu ama kumtukana Mungu moyoni mwako, ama kujishughulisha na wanawake na pombe na wanaume na mambo machafu, unamtukuza Mungu, unatoa dhabihu. Shetani anajiuliza, sasa huyu unamfanyia nini? Okay, wacha tumnyang'anya. Wakimnyang'anya, badala ya huyu mtu kupiga kelele kwa Mungu, anaanza kusherehekea, anaanza kuimba. Shetani anajiuliza, sasa ni gani mzuri? Ni mwache akiwa kwa shida ama ni mwache akiwa kwa furaha? Kwa sababu furaha yake haibadiliki kwa majira aliyo ndani yake. Anafurahi hata kwa shida. Tufungulie mlango wa 8 penye tulikuwa tunasoma. Walipokuwa na ambao waenda wafanye sherehe. Nafikiri ni huo mstari wa 10. Anasema, sasa rudini nyumbani mkafanye sherehe, mule vinono na kunywa divai nzuri. Hadi Neema anawaambia, umelia, umebondeka moyo kwa sababu ya kile nimewambia, lakini sasa endeni nyumbani mkakunywe divai nzuri, mkule vyakula furaha. Lakini anasema, lakini kumbukeni kuwapelekea wale ambao hawana cha kutosha. Ezra, Nehemia wanaona ya kwamba kunao ambao hawana, na wanasema mkienda kusherehekea msijisahau, kumbukeni wasio na. Bwana asifiwe. Shetani anachanganyikiwa na watu wengi. Watu ambao wakisherehekea bado wanasherehekea ndani ya Kristo. Ya 5 ni furaha ni dawa ya vilema vya kisaikolojia. Ni dawa ya vilema vya kisaikolojia. Kitabu cha Methali 17:22. Biblia inasema, moyo mchangamfu ni dawa. Ambia jirani, tusome pamoja. Moyo mchangamfu, siwasikii. Moyo mchangamfu ni dawa, bali moyo wenye huzuni hudhoofisha mwili. Furaha ni dawa ya kisaikolojia, ni dawa katika mwili wako. Ni silaha ambayo shetani anashangaa. Badala ya kukunywa headaches, kunywa furaha. Furaha ni dawa. Badala ya kukaa kila wakati na maumivu, cheka. Tafuta mahali pa kucheka. Soma neno ambalo litakuchekesha, litakufurahisha. Furaha ni dawa. Bwana asifiwe. Ya 5 ni silaha ya kuvunja minyororo. Furaha ni dawa ya kuvunja minyororo. Matendo ya Mitume 16:25 hadi 26. Paulo na Sila wametupwa korokoroni, lakini wanasema karibu na usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakisali na kuimba nyimbo za kumsifu
Mungu, huku wafungwa wengine wakuwa wanasikiliza. Ghafla kulitokea mtetemeko mkuu wa ardhi ambao ulitikisa misingi ya gereza. Mara milango yote ikafunguka na minyororo iliyowafunga hawa wafungwa ikaachana. Kwa hiyo baada ya kumchanganya shetani, minyororo aliyokuwekea inavunjika, inakuacha. Kama ulikuwa unapata pressure inaisha. Kama ulikuwa unapata msongamano wa akili, depression, inaondoka. Kama mifupa ilikuwa inauma, unajua pale ambapo tulisoma Methali 17:22 kwingine inasema ni dawa ya mifupa. Kama mifupa inauma kwa kazi ngumu ambayo shetani amekuwekelea, cheka, furaha, ni dawa. Na bele, sijui ni wangapi wakisoma neno wanaliamini vile lilivyo. Tuliamini vile ilivyoandikwa. Kama ni dawa, ni dawa. Wacha tu kunywa dosi. Kunywa asubuhi, kunywa. Unajua saa zingine dawa ifanye kazi kwa mpigo. Umeandikiwa siku 7, kunywa siku 7. Ukiona siku 2, utasema hiyo dawa ifanye kazi. Kwa sababu pengine hata saa zingine unagojeka zaidi. Kwa sababu ni fever inakuja na uko na fever. Unadhani kama umegojeka zaidi. Mzee anakuuliza, sasa unacheka? Unacheka nini? Hiyo ndio ibadilika, unacheka nini? Jirani anakuuliza, nini wewe inakusumbua? Wamevunja nyumba yako, wamekuibia na unacheka. Una kasoro. Kucheka inaweza kuwa haifanyi kazi, si ni dawa. Ipe muda, wataona sababu ulikuwa unacheka. Manake walikuondolea TV ya inchi 32, Mungu akakupatia 75. Bwana asifiwe. Wamekuibia simu, ukacheka, simu ya 5,000 ukanunua, ama ukapewa, Mungu akakupa simu ya 60,000 kuendelea. Bwana asifiwe. Huyo ndiye Mungu ambaye tunamwamini. Haleluya. Ya 7, inaongeza tumaini. Silaha ambayo inaongeza tumaini, Warumi 15:13. Niko karibu kumalizia. Inasema, basi Mungu aliye msingi wa matumaini awajazeni furaha yote na amani kutokana na imani yenu, tumaini lenu lipate kuongezeka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo your hope increases. Wakati ambapo una huzuni, hauoni tumaini ya kesho. Cheka, furahi, unaongeza tumaini, unaongeza imani. Sasa unasikia uko dhaifu, furahi, expect something good to happen. Kitu mzuri itatendeka kesho, kitu mzuri itatendeka nikiamka. Hiyo furaha inaongeza imani, inaongeza tumaini, na jambo linaenda kutokea. La mwisho, kushangilia humaliza vita. Kushangilia kwa shangwe na furaha humaliza vita. Zaburi 149 mstari wa 6 tunamalizia. Inasema, wabubujike sifa kuu za Mungu na panga zenye makali kuwili mikononi mwao. Kwa hivyo ukienda kupigana, kwanza kuwe na kububujika kwa sifa na shangwe. Biblia zingine husema hivyo, kwa shangwe, na uwe na upanga kwa mkono. Ndawapatia mifano minne ya watu ambao walipigana vile. Yoshua 6 mstari wa 20. Kuta za Yeriko zilianguka baada ya kushangilia. Mfano wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili
ya pili, mlango wa 20:21 hadi 22, Yehoshafati aliwatanguliza waimbaji na wachezaji vyombo ili wapate ushindi. Okay? Mambo ya Nyakati ya pili mlango wa 20:21 hadi 22. Katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 7 mstari wa 20 hadi 21, tunaona wanajeshi wa Midiani walishindwa na Gideoni kwa shangwe. Aliangusha, walipiga kelele, wakapiga tarumbeta. Walipopuliza tarumbeta wakaangusha mataa, unaiona? Wakaangusha mienge yao, alafu wale wa Midiani wakatoroka, wakaachia mali nyingi, wakapotea. Inaleta kuchanganyikiwa kwa maadui. Ya mwisho, Samueli wa pili mlango wa 6 mstari wa 14 hadi 15. Hata ingawa hapa hakuna vita ambavyo tunaviona vya moja kwa moja, kulikuwa na vita vya kiroho ambapo agano la Mungu lilikuwa linarudi. Kile kisanduku cha kilikuwa kinarudi, na Daudi akaimba mpaka nguo zake zikaanguka, wakaanza kushangilia Mungu. Kutoka hiyo siku wana wa Israeli wakakuwa pamoja. Unaona, sherehe saa zingine huwa inaleta watu pamoja. Kwa familia yako, pengine ndugu yako mnapigana, dada, mkileta sherehe, mchinje, mkule, msherehekee, mnakuja pamoja. Hivyo ndivyo Daudi alifanya. Alisherehekea, wakacheza, alafu akawachinjia, akatoa dhabihu kwa Mungu, na wakasherehekea, wakakula, wakakuja pamoja. Inaleta umoja wa familia, inaleta umoja baina ya watu. Bwana asifiwe. Hiyo furaha ni ushindi wako wa kiroho dhidi ya maadui zako. Bwana asifiwe. Nimekamilisha. Acha tusimame tuabudu Mungu kwa furaha ndani ya moyo wako, kama vile Ezra alipokuwa anasoma neno likawapenyeza mioyo yao, wakaona ya kwamba ni vizuri kufurahi, wakaona ni vyema kumshukuru Mungu kwa kile ambacho amekuwa akiwafanyia, na wakaona huzuni kwa sababu ya kile ambacho walikuwa wamefanya upungufu ndani yake. Nataka kila mmoja wetu aende mbele za Mungu akitubu mahali ambapo hakuruhusu furaha ya Mungu iwe nguvu yake, hakuruhusu nguvu za Mungu, alijivunia kitu chochote ambacho hakikuwa cha Mungu. Acha turudi kwa Mungu kwa kuvunjika, kwa kubondeka, na kwa mioyo pia ya furaha tuweze kusherehekea ushindi wa Bwana. Kama kuna mtu ambaye anafaa kujivunia kazi ya Bwana, hafai kujivunia nguvu zake, hafai kujivunia yale ambayo amekuwa akiyafanya. Sio kibali ambacho tuko nacho, sio maarifa ama vyeo ambao tuko navyo, sio pesa ambazo tuko nazo, lakini kila mtu ajivunie kazi ya Mungu. Wacha furaha yetu iwe ndani ya Bwana. Wacha usikuwe umehuzunika kwa sababu ya mateso ambayo umeyapitia. Wacha usikuwe umehuzunika kwa sababu ya vitu ambavyo vimekuwa vikali maishani mwako, lakini mtazamia Mungu. Tubu siku ya leo na mwambia Mungu, wacha furaha yako ijenge moyoni mwangu katika jina la Yesu Kristo. Nasema kicheko kitajaa kinywani chetu katika jina la Yesu. Kila mmoja wetu katika kinywa chake kuna kicheko. Kila mmoja wetu katika kinywa chake katika mwezi wa Mei atasherehekea ushindi wa Bwana, atasherehekea ukuu wa Bwana. Mafuta mapya yako juu yake kupigana na maadui zake, kuangamiza maadui zake katika jina la Yesu. Huzuni haina nafasi katika mioyo yetu. Oh, haleluya. Hatutapata msongamano wa akili, hatutapata mawazo yamesongamana katika akili zetu, kushindwa na nguvu, kushindwa na mawazo, kushindwa Baba na shida ambazo zimetuzingira na huzuni katika mioyo yetu, bali Baba tutakuwa na furaha, manake wewe ndiye nguvu zetu. Oh, asante Bwana mabwana. Tunasema ni asante Mungu kwa sababu uko pamoja nasi, kila mmoja wetu
Asante kwa sababu umetupigania. Kutoka siku ya leo tukirudi manyumbani kwetu, tunarudi kusherehekea. Tunarudi Baba kufanya sherehe, manake hii ni siku kuu. Hii ni siku ya Mungu ambayo imetengenezwa ili tusherehekee, tufurahikie ndani yake. Tumekataa hila za yule muovu za kutufanya kila mmoja wetu kuwa na machozi, Baba, kuwa na kilio. Tunakataa katika jina la Yesu huzuni katika familia yetu, Baba, mambo mabaya kutokea, habari mbaya kutendeka kila kuchao. Tunakataa katika jina la Yesu na tunaanza kufurahia, manake furaha inabadilisha vita ambavyo vimekuwa vikali. Tunaomba ya kwamba Yesu Kristo, tunaposherehekea, tunapofurahia, wacha Baba ziweze kuangamizwa, wacha hizo vita ziweze kuisha katika jina lako takatifu. Baba, kilio cha pesa, Baba, kilio cha umaskini, wacha kiishe wakati tunaposherehekea ushindi wako Bwana, wakati ambapo tunasherehekea kile ambacho umetufanyia. Asante Bwana mabwana, manake ugonjwa unaondoka katika jina la Yesu. Tunakemea ugonjwa wote, tunakemea minyororo yote ya yule mwovu katika jina la Yesu, tukiomba ya kwamba tupokee nguvu ya Roho Mtakatifu, tupokee nguvu ya uponyaji katika miili yetu, katika miili ya wapendwa wetu, katika jina la Mtakatifu. Asante Bwana mabwana, hakuna Mungu kama wewe, unastahili sifa, unastahili kuabudiwa. Bwana, tunaomba tunapotoka mahali hapa, tutapata maadui wetu wameangamizwa. Tunapotoka mahali hapa, tutakuwa na furaha ambao hakuna mmoja ambaye anaweza itambulisha, hakuna ambaye anaweza ieleza, manake imetoka kwa moyo, imetoka kwa madhabahu hai. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Barikiwe na tuwe na wiki ya furaha na kusherehekea, kicheko kijae katika nyumba zetu. Amen.